amekufa anaitwa Fred Odhiambo. Ametoka tu kwa nyumba jioni akipita hivi. Dakika kidogo wananipigia simu ati ni kama tunaona mtu. Kufika vile nilikuwa nakuja nilijua amekufa tayari juu kulingana na vile nilielezwa ni kama ameaga. Kufika naambiwa like bado anapumua. Lakini kulingana na mwili yangu hadi niliambia mabeshte wangu sijui chenye inanifanya. Nilikuwa nasikia vibaya sana. Sisi tulikuwa tumeenda town kwa harakati ya kutoa Chikuze kwa sababu Chikuze pia alikuwa kwa process ya kutoa ndugu yetu ambaye anaitwa Joseph. Na kulingana na procedure za police station hatungeenda watu wengi kwa sababu ile ubina mnajua police station yetu ni ndogo. So tukatuma viongozi wetu wachache waende washughulikie maneno. Baadaye mambo ikarudi ya kwamba Chikuze ameshikwa. So hii Chikuze bado viongozi wakaenda kuintervene. Na wakati ya intervention iko kinyozi moja ilikuwa imevamiwa na machokora ya town. Na hiyo kinyozi bado ni ndugu yetu tu. So kwenda kwa hiyo rescue, kumbe askari walikuwa prepared tayari wakishika Chikuze juu tulipata wamevaa helmets, wamevaa boots, wako ready for war. Na wakaanza kufire live bullets. Toka kwa nyumba tumekuwa na papa, tulikuwa members tumekaa. Akatoka mke wake yuko hospitalini. Akaenda hospitali kutoka ni Javid alimuita akamwambia kinyozi inavunjwa. Yeye hakukuwa kwa maandamano. So yeye venye alitoka anaenda kufunga kinyozi. Ndio dakika kidogo tulikuwa tumesimama kando tunasikia papa amepigwa risasi. So hatujafurahia na hiyo kitu kabisa. Alafu kuna Teddy amepigwa risasi kwa shingo. Pia amekufa, amepelekwa mochari. Kuna mwingine watatu anaitwa Nicholas Odhiambo. Amepigwa risasi kwenye bega na moja ikamguza kwenye uso. So pia wanajaribu contain situation.